Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini na ni sababu zipi zinawaingiza vijana wengi katika matumizi ya dawa za kulevya? Kwa majina naitwa Aziza Ibrahim Saadi, ni mwelimishaji rika kutokea Tanga. Naweza kusema sababu ambayo inawapelekea watu wengi kuingia kwenye haya matumizi ya dawa za kulevya, mara nyingi huwa inasababishwa na msongo wa mawazo, hofu na uoga. Kwa hiyo ningependa kutoa ushauri kwa jamii yangu, kwa wazazi na walezi, wapende kuwasikiliza watu. Watakapotaka ushauri kutoka kwao, basi wawe karibu nao kuwapa ule ushauri sahihi ili kuweza kupunguza, na ikitokea labda kuna muathirika tayari kashajiingiza kwenye matumizi hayo, basi waweze kumfikisha mahala sahihi pa kuweza kumsaidia. Na vijana wengine, swala la kujaribu utamu walioambiwa na wenzao kwamba ukitumia dawa za kulevya kuna utamu fulani hivi unaupata. Kwa majina naitwa Elizabeth Mtenga, ni mwelimishaji rika kutoka taasisi ya Gift of Hope Foundation. Zipo sababu nyingi ambazo zinawafanya vijana kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, lakini ikiwemo sababu mojawapo ni stress ambayo inatokana na mambo mengi. Kuna baadhi ya vijana wengi, sio baadhi, vijana wengi unakuta bado wengine wamesoma, wengine hawajasoma, lakini hawana shughuli wanaojishughulisha nao mtaani, hawajaajiriwa na hawana mitaji ya kujiajiri. Sasa wanakuwa muda mwingi wana msongo wa mawazo. Kwa mtu akishajaribu tu kutumia kilevi kimojawapo, akaona kwamba kinampatia relief, hawezi tena kufikiria zile changamoto anazokutana nazo kwenye maisha, basi inampelekea yeye kujiingiza moja kwa moja kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini sababu nyingine inaweza kuwa ni makundirika. Vijana wanashawishiana. Unakuta mtu ambaye tayari ameshatumia anamshawishi mwenzake, labda wako maskani, vijiweni, wanashauriana. Kwa hiyo ile inapelekea mtu anakuwa amejiingiza, na akishaingia kutoka inakuwa ngumu. Lakini mwingine ile kutaka kujua, kama ameshasikia kutumia hizo dawa, labda kuna feeling fulani ya raha unaipata. Kwa mtu anatamani kujua hiyo raha iko vipi, kwa hiyo anajaribu, kupenda kujaribu, na tunajua vijana wengi wanapenda kujaribu. Kwa hiyo ile inampelekea anaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Ujumbe wangu kwa vijana wote nchini Tanzania na mkoani Tanga ambapo tumewalenga, kwanza kabisa vijana ni kujitambua kwamba bila wewe kuweza kusema hapana kwenye mambo ambayo yanastahili kusema hapana, hakuna mtu atakayeweza kukusaidia. Kwa hiyo usikubali kushawishika na mwenzako ambaye ameshajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, ukakubali kushawishika na wewe kujaribu. Kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. Je, nini ushauri wa wanasaikolojia pale ambapo mtu anaamini kwamba dawa za kulevya zinaweza zikampunguzia msongo wa mawazo? Kwa majina naitwa Nancy Titus Muntali. Mimi ni msaikolojia kutokea Gift of Hope Foundation. Msaada wa kisaikolojia of course katika jamii, watu wanaona kwamba wakiwa katika changamoto ndipo ambapo wataweza kupata msaada wa kisaikolojia. Lakini msaada wa kisaikolojia unatakiwa utolewe hata pale ambapo mtu bado hajaingia katika tatizo. Kwa sababu msaada wa kisaikolojia ni namna ambavyo mtu anakuwa anafikiri, ni namna ambavyo mtu atakuwa anaona vitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kutafuta msaada wa kisaikolojia pale ambapo labda mtu una swali au labda kuna kitu ambacho unataka kukijua kwa ukubwa zaidi, kuweza kuelewa vitu kwa ukubwa zaidi kabla ya kuweza kupata kwenye hiyo shida. Mfano naweza nikatoa labda kabla mtu hajaingia kwenye ulevi. Je, ni changamoto gani ambazo mtu anaweza kasipata akiingia katika ulevi? Kwa hiyo mimi naona kwamba ni muhimu watu waweze kupata msaada wa kisaikolojia, sio tu akiwa na tatizo, lakini kuweza kupata uelewa mkubwa juu ya jambo fulani. Ni baadhi tu ya vijana kutoka jijini Tanga ambao wanatekeleza mradi wa Focus on Youth Not the Substance chini ya programu ya Tanga Yetu, ukitekelezwa katika halmashauri ya jiji la Tanga kwa usimamizi wa Innovex chini ya ufadhili wa Foundation Botna, na watekelezaji pia ni taasisi ya Gift of Hope Foundation iliyopo jijini Tanga. Mimi ni Dennis Mwasalanga.